upate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli na kofike, skuli na kofike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Africa TV, ni matumaini yangu mzima na buheri wa afya. Karibu sana katika kipindi cha vijana wetu, kipindi ambacho kinakujia kila inapofika siku Alhamis muda na wakati kama huu. Na kama ilivyo kawaida, kipindi hiki tunakwenda kuzungumzia masuala mbalimbali na maisha yanayohusu vijana. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande, lakini leo hii tunakwenda kuzungumza kitu cha muhimu sana. Katika dunia leo kumekuwa na mrundikano wa marafiki kwa vijana. Wengi vijana wamekuwa na marafiki, lakini katika marafiki hao kuna utofauti. Kuna wale marafiki ambao wanapeleka katika njia nzuri na kuna wale marafiki ambao wanapeleka katika njia mbaya. Na maanisha kwamba kuna wale marafiki ambao wanawashawishi mambo mazuri na kuna wale marafiki ambao wanawashawishi kwenye vitu ambavyo visivyokuwa vizuri. Katika kuyazungumza haya niko na brother Abdul Hakim Abdallah ambaye ni rais wa Jumuiya ya Wanafunzi na Vijana wa Kiislamu Tanzania, TAMSIA. Tunakwenda kuzungumza naye kuhusiana na mada hii. Tuna mengi ya kuyazungumza hapa mtazamaji, na pia usisahau tuko katika live katika application yetu ya Africa Media Network. Kwa upande wa Africa TV 2 utatupata hapo barabara moja kwa moja mtazamaji. Brother, karibu sana katika kipindi cha vijana wetu. Imekuwa ni muda mrefu zaidi ya mwaka kuonekana katika runinga Africa TV, lakini leo kwa bahati tupo nawe hapa katika kipindi cha vijana. Karibu sana. Shukrani sana. Tukianza moja kwa moja katika kuonyesha vijana jinsi ya kuchagua marafiki wema. Umuhimu wa vijana katika kuwa na marafiki kwenye maisha yake ukoje? Sawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Naam, shukran sana brother Ali kwa swali lako zuri sana. Katika zama za sasa hivi kumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa marafiki, lakini pia ni hatari pia kubwa sana kuwa na marafiki katika zama hizi. Uhitaji wa marafiki na hatari kubwa. Na hatari kubwa sana kwa sababu sasa hivi kijana kuwa na rafiki ni jambo la muhimu sana, lakini pia kuwa na rafiki pia ni jambo hatari sana katika zama hizi. Kwa hiyo ni masuala ambayo mtu inabidi ayaangazie, lakini tuangalie upande mmoja tu. Ufaida ya kuwa na marafiki iko kubwa sana, na tunasema kila siku wadau mbalimbali katika maeneo mbalimbali wanahimiza zaidi kuwa na marafiki. Kwa nini wanahimiza kuwa na marafiki? Ziko sababu nyingi sana ambazo wamezishuhudia, ambazo tunahisi kwamba mtu akiwa na marafiki basi kwa namna moja au nyingine itamsaidia kumtoa yeye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tataja faida chache tu ambazo leo hii ambazo mtu anahitajia kuwa na marafiki. Miongoni mwa faida moja ni kukuza ule mtandao wake wa watu ambao anakuwa akifahamiana nao katika masuala tofauti. Yanaweza yakawa ni ya kijamii, yanaweza yakawa ni ya kiuchumi, yanaweza yakawa ni ya masuala yake binafsi ya kujifurahisha nafsi yake. Kwa hiyo hilo ni eneo moja ambalo mtu linaweza likamsaidia. Lakini wako wataalamu wa afya ya akili wanasisitiza zaidi mtu kuwa na marafiki. Wanaeleza kabisa mtu anayekuwa na rafiki wa mtu unayeweza kuzungumza naye ukamfikishia yale ya kwako ya moyoni, basi kuna faida kubwa au kuna mzigo mkubwa unakuwa umeutua kwako wewe. Kwa hiyo ni moja wapo ya faida ya pili. Lakini tatu ni mtu anaweza kuwa naye karibu akakushauri, akakuelekeza huku, akakuita katika mambo ya kheri. Hizi ni baadhi ya faida chache ambazo mtu anaweza akaziona akiwa na rafiki katika mazingira ambayo anakuwa amefanyaje yamemzunguka. Okay, umesema kuna upande ambao kuna hatari ya kuwa na marafiki, lakini pia kuna faida ya kuwa na marafiki. Tofauti ya hivi vitu viwili. Sasa ni faida ambazo mtu anaweza akazipata pale tu anapokuwa na marafiki, lakini pia ni hatari sana mtu anapokuwa na marafiki. Kwa nini? Leo hii mtu utajikuta una kundi au wimbi la watu ambao unawaita marafiki zako, lakini kesho na kesho kutwa tutakuja kukuta wale watu wamewekwa ndani, labda wamepatwa na jambo lolote ile, na kwa haraka tutabaki tunajiuliza, wewe kwa nini hujaingia ndani, hawajakuweka ndani, umepona vipi? Hiyo ni hatari mojawapo. Kwa hiyo leo hii ziko hasara nyingi sana ambazo mtu anakuwa nazo anapokuwa na rafiki. Kwa nini? Tutaangazia baadhi ya hasara kama tatu ambazo leo hii mtu anakuwa nazo anapokuwa na marafiki. Leo hii tumeona watu wanapata sana mkwamo kiuchumi. Leo hii mtu ana rafiki wake, lakini rafiki yake yeye anachojua kumshauri ni namna ya kutumia pesa, lakini hamna hata siku moja wanakaa wakiangazia ni namna gani tutengeza pesa zaidi. Hiyo ni moja ya hasara kubwa sana na inadhihirika leo hii. Tunaona mtu ana rafiki yake, lakini wanachojua kwamba kuna safari ya kwenda Zanzibar, basi twende. Leo hii kuna sehemu fulani wanachoma nyama choma, basi twende.
lakini hakuna hata siku moja anakuambia bwana, pesa hiyo ukichukua ukafungua mradi fulani basi inaweza ikakusaidia kuzalisha. Lakini tumeona kundi kubwa sasa hivi la watu ambao ni waraibu, waathirika wakubwa sana wa waraibu wa madawa ya kulevya au mambo yote ambayo si halali au ni ya haram, inatokana na athari kubwa anayotokea kuipata mtu kutoka kwa rafiki. Ni nadra sana na ni si rahisi kumpata mtu ambaye amedumbukia kwenye dimbwi la uraibu au kwenye mambo ambayo si sawa. Kwa mfano leo hii tunazungumzia uraibu wa madawa ya kulevya, uraibu wa kucheza kamari, uraibu wa wanawake na zinaa kwa ujumla. Leo hii ukija ukaangalia mtu haanzi mwenyewe, lakini kwa namna moja au nyingine ukimwangalia, asilimia yao kubwa kuna rafiki yake au kuna rafiki zake ambao alikuwa nao karibu, na hivyo akajikuta tayari amedumbukia kwenye dimbwi ambalo linajikuta ni la kumtoa au kumpatia hasara yeye. Lakini sio hivyo tu, leo hii yako makundi mbalimbali au wako watu mbalimbali wanakaa chini wakishawishiana, tufanye 1 2 3, tufanye 1 2 3. Asilimia kubwa ya makundi haya au watu wanaokuwa nao basi watamshauri katika mambo ambayo ni ya hasara. Leo hii mtu anakuja na kuchukua hapa, ndugu yangu brother Ali, anakuambia twende sehemu fulani wanaandamana, wewe kwa nini umebaki nyumbani? Basi anakuchukua naye anakuambia twende. Kwa utajikuta umemfuata rafiki yake. Lakini kama ungekuwa umekaa mwenyewe au ungekuwa na rafiki ambaye ana faida na wewe, bwana hapana, tusiende kule, basi tukae hapa mtu, sisi kama tutaandamana basi tuandamane mtandaoni. Lakini bwana sisi huko wafanyeje? Hatutakiwi kwenda. Kwa hiyo ziko hasara nyingi sana ambazo zinatokana na marafiki hawa ambao tunafanyaje, tunaokuwa tukiamiliana nao katika mambo yetu ya kila siku. Tuende kwenye uhalisia sasa, maana tuko tunazungumza na kuambia vijana, lakini tupo wenyewe kwa wenyewe, sisi ni vijana hapa. Uhalisia lishe kutokea tukio ambalo unasema rafiki yako, kuna faida ambayo uliipata kwa na rafiki au hasara uliyopata kwa na rafiki wewe mwenyewe? Naam, ni warudishe nyuma watazamaji wa Africa TV 2, TV yetu pendwa hii. Taomba kwanza niwaeleze tu kwa ufupi, hawa marafiki wako aina tofauti. Leo hii mimi Ali hapa ni rafiki yangu, lakini kama ananitazama hapa au kama ananitazama marafiki zangu wawili, nikitaja yuko Yasini Athumani, daktari Muhimbili, lakini yuko Jamal Abdul, yeye ni graphic designer na mtu wa media, yuko CV People Tanzania. Hawa ni marafiki zangu mimi. Lakini utofauti wa marafiki zangu hawa na Ali ni mkubwa sana. Leo hii wako marafiki ambao tunaweza kusema ni marafiki wa karibu sana. Lakini wako marafiki ambao marafiki wengine tunaweza kusema hawa ni marafiki kwa ajili ya uhusiano. Lakini wako marafiki ambao ni wa kawaida. Kifika sehemu yote ile ambao utakutana na rafiki yangu. Kwa hiyo Ali mimi ni rafiki yangu wa kawaida. Lakini yuko rafiki yangu wa kimahusiano, mke wangu mpendwa. Kwa hiyo yule ni rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hiyo rafiki wa karibu sana, Ibn Kathir yeye anasema urafiki mkubwa na urafiki wenye thamani kubwa sana ni urafiki baina ya mume na mke. Kwa hiyo ni urafiki wa kimahusiano wa ukaribu sana wa undani. Lakini wako marafiki wetu hawa wa karibu sasa. Leo hii kila mtu ana swahiba wake, anakuambia bwana mimi la kwangu la kwake la kwake la kwangu. Kwamba leo hii nimekwama au leo hii hata mtu labda anajua anaenda kufanya mtihani, basi huyu naye bwana tutakaa hapa, wale wanavyo wanasema tunatengeneza formation. Uweze kutengeneza formation na mtu asiyekuwa rafiki yako. Kwa namna moja au nyingine utaangalia yule rafiki yako. Lakini labda tutolee hata kwa mfano wanavyuo au vijana ambao wapo chuo. Leo hii unaenda kufanya ukaribu au kufanya masomo, kufanya marejeo ya masomo yako pamoja na yule mtu ambaye mnasoma labda kozi moja. Kwa ni vigumu sana kwenda kwa mtu ambaye yuko nje. Kwa hiyo tuna makundi takriban 3 ya huu rafiki. Kwa tumeona kundi la kwanza ni marafiki wa uhusiano wa karibu sana. Maana yake anaweza kuwa ni mke wako. Pengine wengine huwafanya wazazi wao kuwa ndo marafiki wao wa karibu sana. Lakini wako marafiki wa kawaida, hawa wanapita. Leo hii umefita sehemu fulani, umefanya shughuli fulani, umetengeneza marafiki. Kwa hiyo wale tunawaita marafiki wa kawaida. Lakini kundi la 3 ni hawa marafiki hasa wa ndani. Kwa hiyo mtu ni vizuri akawa anatambua kwamba marafiki wake ni watu wa aina gani. Leo hii huwezi kumfanya labda mzazi wako ni rafiki labda wa kawaida wa kupita, au mke wako au rafiki wako wa ndani ukamuona kama rafiki wa karibu, amini rafiki wa kupita. Kwa hiyo tuangalizie katika hao marafiki niliowataja ni yapi ambao mimi amewahi kunisibu mazuri. Kwanza nielezee mazuri zaidi kuliko mabaya. Twende hapo. Yako mazuri ambayo mimi nasema leo hii ni mmoja wa wanufaika wa kuwa na hawa marafiki. Naweza nikasema kwa namna moja au nyingine leo hii mimi niko hapa kwa athari niliyoipata. Tataja makundi katika hatua kama 4 ambazo nimekutana na marafiki na wote walikuwa na marafiki wangu wa karibu. Kipindi nasoma masomo yangu ya sekondari, nilipokelewa na baadhi ya rafiki zangu ambao wao walikuwa ni wenyeji wa Zanzibar.
Kwa walinipokea kama mdogo wao, kama rafiki yao, walinifundisha mengi katika kutekeleza yale ya dini. Awali nilikuwa nimesoma dini, lakini utekelezaji wake wa dini sikuwa nao. Leo hii umesoma labda ni kuosha maiti, lakini labda umejifunza sala za maiti, labda umejifunza kuamiliana na marafiki, kuwaheshimu watu, kusalimiana. Ni mambo ambayo tumesoma kwenye hadithi, kwenye Qur'an na tunaelezwa, lakini hatujapata kuyatekeleza. Nilipokutana na kundi hili liliniweka katika ile misingi ya kufanya yale ambayo yanaamrishwa katika Uislamu na kuyaacha yale yote ambayo unahisi yanakatazwa katika Uislamu. Yuko ndugu yangu mmoja leo hii, yeye ni Sheikh Saidi ambaye yuko Zanzibar, na mpaka kesho leo hii namshukuru kwamba leo hii mpaka napata nafasi za uongozi, ana athari kubwa ambayo ameniathiri mimi hapa. Kundi la pili ambalo nimekutana nalo katika harakati zangu za kutafuta kiuchumi na kiujuzi katika njia ya masomo, kutana na mmoja huyu rafiki yangu, yeye alinifundisha zaidi ni namna gani mtu bila kuajiriwa wewe unaweza ukajitengenezea kipato. Mpaka leo hii tunaona vijana kwamba wanahangaika na ajira, lakini kabla ya kuajiriwa mimi naona mpaka leo ameniathiri na ni faida kwangu mie, kwa hata popote pale huwa nalipa fadhila kwa njia mbadala. Yeye alinifundisha na ni rafiki yangu, alinifundisha bila kutoa pesa, kwa mimi nalipa fadhila kwa kufundisha wengine bila kutoa pesa, lakini ni maagizo au maelekezo alionipatia yeye. Hiki ninachokufundisha, ukienda kumfundisha mtu mwingine usimtoze pesa, maana kitakuwa na baraka zaidi kwako wewe. Ni jambo ambalo nilifundishwa kwake yeye na mpaka leo linaniathiri. Ni rafiki yangu wa pili. Lakini rafiki yangu wa tatu, yeye ni katika swala zima la masomo ya kiafya ambayo nilikuwa nikifanya. Kufaulu kwangu kwa asilimia kubwa yeye ana nafasi kubwa mpaka leo. Dr. Yasini yuko Muhimbili. Kwa hiyo alikuwa ananisisitiza, sasa hivi ni muda wa kusoma, twende tukajipinde kusoma. Ni hizi faida za kuwa na marafiki. Kwa hiyo ziko hasara pia. Ziko hasara, lakini naweza nikasema sijawa miongoni mwa waathirika wakubwa sana wa hasara, lakini iko hasara moja ambayo niliwahi kuingia katika kuamiliana na hawa marafiki. Nikumbuka katika moja ya matukio nikiwa shuleni sekondari, ulitokea mgomo wa shuleni pale. Wanafunzi wote wakawa wametakiwa kugoma. Mwanzo mimi nafsi yangu iliniambia hapana, sitaweza kushiriki kwenye huo mgomo na nitatafuta sehemu ya kwenda kukaa peke yangu ili nisishiriki kwenye mgomo. Alikuja rafiki yangu akanivuta kwa nguvu tukaenda kwenye mgomo. Na kweli nilishiriki kwenye mgomo. Kwa bahati mbaya sasa zaidi, mimi ambaye nilishiriki kwa shingo upande, kwenye picha za watu walioonekana kwenye mgomo, picha yangu ni miongoni mwa picha kubwa zaidi, inaonekana ni wale wahamasishaji wakubwa wa mgomo. Kwa hiyo umeona ni miongoni mwa athari ambayo naweza nikasema ilipatikana kutokana na uwepo wa marafiki wabaya. Lakini ni shuhuda wa watu wengi ambao wameathirika na kuwa na marafiki ambao wasiofaa katika nyanja mbalimbali. Inaweza ikawa katika masuala ya kijamii na katika masuala ya kidini, lakini masuala ya kielimu. Leo hii tumepita machuoni, mashuleni, tunaona vijana. Leo hii umewekwa mziki pale, kijana anajiuliza, mimi naweza nikaenda kucheza mziki, kwa nini siende na wewe rafiki yangu? Unaogopa nini? Twende, hakuna mtu, hakuna wazazi wanaotuona. Anashindwa kukukumbusha huyo rafiki yako kwamba pamoja na kwamba hakuna mtu anayetuona, lakini lillahi Allah anatuona sisi wapenzi tunachokifanya. Leo hii mtu anakuja, ni rafiki yako, unamuita, lakini anakuambia bwana, kuna mkeka hapa, weka na wewe. Unajua kabisa hii ni haramu. Leo hii tunaona kwa wanavyuo, kwa vijana mbalimbali, mtu anakuambia bwana, kuna kilevi hapa, tumia na wewe kidogo. Haulewi sana, lakini tayari unapoanza utajikuta bila ya safari mambo yanafanyaje, yanakuathiri kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ni baadhi ya athari ambazo uwepo wa marafiki wabaya unawaathiri watu wengi katika namna nyingi sana. Naam. Sawa, mtazamaji wa Africa TV, brother Abdul Hakim amesema kwamba rafiki yake wa kwanza kabisa akamweka mke wake. Na sisi tusooa tutajua marafiki zetu wa kwanza tutaweka kina nani. Mtazamaji wa Africa TV, kipindi hewani vijana wetu, na tupo tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki wema au marafiki wazuri. Na niko na brother Abdul Hakim Abdallah, yeye ni rais wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu Tanzania, Tamsia. Na tuko naye hapa tunazungumza usiku huu wa leo kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki wema. Sifa zipi ambazo unazingatia wakati unataka kuchagua rafiki? Sawa. Naam, maisha ya mwanadamu hapa duniani tunajua kwamba yana sababu kubwa sana. Kama vijana wa Kiislamu ambao watakuwa wanasikiliza kupitia Africa TV2 na kwenye kipindi hiki cha vijana wetu, na mimi nakueleza kijana wa Kiislamu, yote unayoyafanya hapa duniani yana sababu. Na sababu hiyo ni moja kwa moja kesho na kesho kutwa tunaenda kukutana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, unaenda kumueleza nini. Kwa hiyo kile unayoyafanya hapa leo hii tujue kwamba mwisho wa siku tutaenda kuulizwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yoyote tunayoyafanya tunaweza kuwa tunayafanya ni ya muda ya kupita, lakini tujue kabisa bila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuna jambo la kwenda kujibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kwenye aya kama 2 tu nitajaribu kuzielezea tu kwa ufupi. Ametueleza nini? Kwa suratul Al-Furqan aya 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza namna gani watu siku ya kiyama wanakuwa wakijutia kwa nini fulani alikuwa rafiki yangu. Leo hii umefika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio unaenda kujuta pale. Kwa nini fulani alikuwa rafiki yangu? Suratul Furqan kuanzia aya 27 mpaka 29 inaelezea, lakini aya 28 pale inatueleza watu namna gani wanaalamika, wanajutia fulani kwa nini mimi watu fulani wako hakunielekeza katika khairi. Sawa, kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'an tukufu. Lakini anaendelea katika sura Az-Zukhruf aya 67 pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaeleza sasa hao watu, hao marafiki sasa. Anaeleza hao marafiki kitu gani siku ya kiyama kitawakuta. Makundi mbalimbali yameelezwa siku ya kiyama atakuwa na hali gani. Sasa Allah pia ameeleza katika sura Az-Zukhruf aya 67 hao marafiki waliokuwa marafiki maswahiba wanasema wameshibana siku ya kiyama watakuwa wana hali gani. Allah anatueleza hao marafiki siku hiyo watakuwa ni maadui, wanachukiana waliokuwa marafiki hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu hawa watakaokuwa wakichukiana na watakuwa wakiogopana kama maadui kwa sababu wanayajua waliyotenda kule. Leo hii mtu anaenda kujiuliza fulani mimi ndio aliniingiza kwenye hili, na huyo aliyekuingiza naye hataki, ana mzigo wake naye anakukimbia, hakuna wa kumtaka mwenzake siku ya kiyama. Lakini sio hivyo tu, wale waliokuwa marafiki wema, manake wacha Mungu, kwamba una rafiki yako lakini rafiki yangu huyu ni kwa ajili ya heri. Leo hii wako marafiki ambao ukiwa nao ikifika muda wa sala akamwambia bwana twende kusali. Ni siku ya Jumatatu kufunga sunna, Alhamisi sana kushtua bwana umefunga sunna. Juzi ulikuwa na kupatwa kwa mwezi usiku, rafiki yako anakupigia simu, bwana umeamka umesimama kusali. Leo hii ni tunafunga labda ni sunna zozote zile, au kuna jambo la kheri kwenda kuwasaidia mayatima, kuchangia damu, una rafiki ambaye anakushawishi katika mambo ya kheri. Lakini ukijiona kwamba huna rafiki ambaye anakushawishi katika mambo ya kheri, siku ya mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala unajua moja kwa moja tayari utakuwa na hali iliyokuwa mbaya sana. Kwa ni baadhi ya mambo ambayo tunategemea kijana asipokuwa makini kwenye kuchagua hawa marafiki, mwisho wa siku mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa na jambo la kujibu. Lakini kama hatuhitaji kuwa na jambo la kujibu kwa namna moja au nyingine, basi ajitahidi kuwa na wale marafiki ambao ni wacha Mungu. Sasa ni namna gani unakuwa na hawa marafiki ambao ni wacha Mungu? Na labda unawapata vipi hawa marafiki? Kama tulivyosema sasa hivi marafiki ni faida, lakini pia marafiki ni hasara, ni hatari kubwa. Sasa hakuna anayetaka hatari, pengine labda wako watu wanaofahamu lakini hawachukulii maana. Sasa ni yapi kwamba mtu anahitaji kwa ajili ya marafiki? Leo hii mimi na wewe hapa unaweza kujiuliza bwana ni kitu gani unahitaji katika maisha yako? Wako watu ambao leo hii wamejirudi, wanahisi bwana mimi nataka maisha yangu yawe kwa ajili ya lillahi ta'ala. Nataka maisha yangu mimi yawe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kwenda hapo kumchukua mtu ambaye ni msanii haswali unasema ndio huyo unaitaka awe ni rafiki yako kwa ajili ya kukumbusha katika dini. Kwa hiyo kwanza unajitambua wewe. Unahitaji nini na mapenzi yako ni yapi? Leo hii mtu anaweza kujua bwana mimi nataka kufanya biashara, lakini biashara ninazozifanya mimi nataka kufanya biashara labda za kimataifa, kuagiza mzigo nje kuja ndani ya nchi. Kwa maana yake unatafuta marafiki ambao ni wafanya biashara. Huwezi kuona unahitaji kufanya biashara labda za vitu kuagiza kutoka nje, leo hii ukaenda kuwafanya wakulima ndio marafiki zako. Kwa lazima ujue nafasi yako kwamba mimi nahitaji marafiki, lakini marafiki wa aina gani? Hilo ni jambo la mwanzo. Lakini la pili, ukishatambua kwamba unahitaji marafiki wa aina gani, sasa hao marafiki ambao utachambua fulani na fulani wanafaa kuwa marafiki zangu, basi wanatakiwa kuwa na sifa zipi? Kwa ni muhimu zaidi kwamba mtu unajua fulani na fulani nataka awe ni rafiki yangu na sifa zake ziwe 1 2 3. Kwa una haki na una haja kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba unachunguza undani wa yule mtu ambaye unataka kuwa rafiki. Unaweza kumuona mtu kweli anakuelekeza labda anafanya sala 5 au labda anatekeleza mambo yake vizuri, lakini unaona na zile dosari chache. Unaona hapana, huyu kwa namna moja au nyingine mimi naweza nikamwathiri au yeye anaweza kafanyaje akaniathiri. Kwa hiyo chukua nafasi hiyo kwamba kuona mtu fulani mimi anaweza akaniathiri, basi naweza nikawa rafiki yake, au fulani anaweza akaniathiri, basi hapana, siwezi. Kwa nini siwezi kuwa rafiki yake? Lakini pia katika kuangalia ni rafiki yule, tunasema marafiki tunaotafuta sisi ni kwa ajili ya kheri. Allah anatueleza katika Qur'ani kuna muda tunapotafuta marafiki wa kheri basi wao ni wa kheri kweli. Anasema wala taktumul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Msichanganye haki na batil na aliyakuwa mnajua, mnafahamu. Sasa leo hii unaenda kumtafuta
rafiki ambaye tunajua huyu sio wa haki, ana mambo yale ambayo unajua hayapo katika misingi inayotakiwa, na unaenda kumfanya kwa rafiki yako, matarajio kwa namna yoyote ile, manake na wewe utaenda katika njia ambayo utaenda kupotea katika namna moja au nyingine. Bas tuweke nukta hapo, mtazamaji wa Africa TV. Kipindi hewani ni vijana wetu, na tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki wema. Niko na brother Abdul Hakim Abdallah, rais wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Tanzania TAMSIA. Tunazungumza naye kuhusiana na mada hiyo. Kwa sasa tutakwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea kuzungumza kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki wema, na ni namna gani ambavyo tabia zile ambazo hasi zinazopelekea wewe kukuingiza katika mambo mabaya za marafiki unaweza ukaziepuka. Tutakuja kuyazungumza yote hapa. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande, usiondoke, tutarejea. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli nako ufike, skuli nako ufike. Africa TV, lengo letu ni kufikisha elimu na mafundisho ya Uislamu kwa Waislamu zaidi ya milioni 100 wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika. Ungana nasi katika kulifikia lengo hili kwa kuichangia Africa TV. Kuchangia Africa TV kwa mitandao ya simu: Tigo Pesa nambari 0711556652, jina Africa TV Culture. M-Pesa nambari 0747244786, jina Africa TV Culture. Airtel Money nambari 0788449225, jina Africa TV Culture. Zantel Easy Pesa nambari 0779753275, jina Africa TV Culture. Kuchangia Africa TV kwa akaunti za benki: Amana Bank kwa akaunti ya shilingi ya Tanzania, account number 00311094500001. Kwa akaunti ya Euro, account number 0031109456500002. Jina la account kwa account zote mbili, yani account ya shilingi ya Tanzania na account ya Euro, ni Africa TV Culture Limited. Ungana nasi kwa kuichangia Africa TV kwa maendeleo ya umma. Africa TV, mwongozo wa maisha. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli nako ufike, skuli nako ufike. Shukrani sana mtazamaji wa Africa TV kwa kuendelea kusalia nasi katika kipindi cha vijana wetu. Karibu sana wewe ambaye unafungulia runinga yako kwa wakati huu. Kipindi hewani ni vijana wetu, na tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki waliokuwa wema. Niko na brother Abdul Hakim Abdallah ambaye ni rais wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Tanzania, yani TAMSIA. Tunazungumza naye usiku huu wa leo. Tumezungumza naye katika ngo ya kwanza ya kipindi, na wakati huu pia tunaendelea kuzungumza naye mengi zaidi kuhusiana na mada hii ambayo tunayo usiku huu wa leo. Brother Hakim, tumezungumza kuhusiana na sifa nzuri za rafiki ambaye unamchagua hapo. Lakini mwanzo ulisema kwamba wakati unasoma mlishawishiwa na rafiki yako kwenda kufanya maandamano shuleni. Una rafiki wa namna hii sasa hivi ambaye upo naye, ambaye anakushawishi vitu hivyo, na kama unaye ni kwa namna gani ambavyo unaepuka tabia hizo? Naam, shukrani sana. Katika marafiki tunasema uwe na rafiki mwema. Sasa swali, je, hao marafiki wema, mimi ninataka kuwa na rafiki mwema, mimi ni mwema? Au katika wale marafiki waliokuwa wema na wasiokuwa wema upo kwenye kundi lipi? Kwa hiyo hasibu kabla hasabu. Rafiki mbaya ndo wewe. Kumbe wewe ndio rafiki mbaya. Sasa si ajabu unaenda kutafuta sasa kumbe muda mwingine wewe tayari ni rafiki mwema, unahitaji umtafute mtu ambaye
hana wema, basi umfanye rafiki yako achove kutoka kwako. Kwa alhamdulillah, kwa upande wangu nadhani ushawishiwa na vijana wenzetu lipo, lakini mimi nimeamua kuwa rafiki mwema kwa marafiki zangu wote. Nimeamua kuwa yule rafiki ambaye ni mwema. Nimetoa story mwanzoni hapo tulipotaka kuandamana. Mwanzo mimi nilikuwa nishasema sifanyi, lakini nikaathiriwa na nikashawishiwa nikafanya. Kwa hiyo baada ya kama hilo lilotokea nikasema hapana, leo hii mimi nitakuwa rafiki mwema kwa rafiki zangu. Rafiki zangu wanaonisikiliza kwenye kipindi hiki wanajua yako mema mengi, miongoni mwao wengi na wahamasisha, naambia bwana wewe mpaka leo hujaoa, basi oa. Lakini rafiki mwema angekuwa anakuambia hakuna haja ya kuoa, kama mazao unapata ng'ombe wa nini. Sawa. Kwa hiyo moja, nimeamua kuwa rafiki mwema. Kwa hiyo kwa rafiki mwema ni hawa marafiki wanapokuwa marafiki, manake lazima mmoja aoneshe kwamba ule sifa za yule za urafiki. Leo hii mnaweza mkakuta ni marafiki, lakini swala tu la kuwasiliana mnategeana, yani nani amtafute mwenzake. Sasa unataka rafiki yako awe mwema, lakini unamtegeshea, je, atanitafuta, atawasiliana na mimi? Kwa kama sifa ya rafiki mwema, basi unajitahidi. Kwa nafasi yangu mimi hufanya hivyo kwa marafiki zangu wengi, na najitahidi kwamba niwe rafiki yule mzuri. Wachana wema kwanza, rafiki mzuri kwanza. Yani kwamba zile sifa za urafiki ninazo. Tutawasiliana, nitakutafuta, bwana tukutane tunywe kahawa, bwana twende tukaangalie mechi sehemu fulani, bwana njoo tukae tubadilishane mawili matatu, nitapita nitakuja kukusalimia hata kama mishughuliko iko mingi sana. Kwa hiyo nimetolea hata mfano mmoja wa rafiki zangu, tuko chuo, yeye ilikuwa inalazimika anakuja anakuamsha, bwana tukasome, kesho tuna mtihani. Kesho tuna mtihani. Lakini baadhi ya marafiki pia anaweza kukwambia bwana twende leo kuna darasa, twende tukasikilize. Sawa. Kwa hiyo mizani ya urafiki pia mnaangalia, bwana huyu rafiki yangu naye kwa ajili ya kielimu. Leo hii wazazi wamelipa ada, au labda wanaochukua mikopo ya serikali, au wazazi wana mategemeo na sisi, basi tunamueleza. Kwa hiyo moja ya marafiki kwamba hakikisha kwamba wewe ni mmoja wa rafiki mzuri kwanza kabla ya kuwa rafiki mwema, kwa sababu tunaye rafiki ambaye ni mzuri lakini rafiki mwema. Sasa wana tofauti hawa. Rafiki mzuri manake ana zile sifa za urafiki. Moja, labda anaweza akawa anatunza siri zako, hazianiki. Lakini tukija kwenye mambo mengine anaonyesha ushirikiano, anaweza kuwa anakupa support na msaada pale unapohitajia. Lakini marafiki wema hawa wana sifa zile ambazo tunaweza kusema za ucha Mungu. Moja ni wanasema kweli, kwa sababu pia miongoni mwa sifa za marafiki siku hizi rafiki yangu lakini bwana snitchi, yani anachukua taarifa zako lakini tunakutana nazo hizi kila siku kwamba bwana hili bwana limueleza rafiki yangu, kumbe rafiki yako naye ana rafiki yake pia chujio. Chujio wanasema friji lake aligandisha. Sasa kwa hiyo ni baadhi ya changamoto tuko nazo. Kwa miongoni mwa sifa za rafiki mwema, sasa achana na rafiki mzuri, miongoni mwa sifa za rafiki mwema, moja ni anakuwa na sifa kama hizo za kutunza siri zako. Lakini miongoni mwa sifa nyingine pia ni mcha Mungu. Kwa hiyo tuangalie kwenye marafiki zetu, bwana hatusemi kwamba lazima awe ndo ile muda wote kwamba ameachia mzuzu mrefu sana, yuko na kanzu muda wote na kilemba hapa. Lakini kama ana zile sifa za ucha Mungu, bwana inapofika muda wa swala twende muda wa kipindi hiki tukapate kipindi. Ikifika bwana kuna muda wa swala sasa hivi, bwana hili jambo halifai. Mnakaa pale mnaanza kusema jamii yetu imekwama kweli, tunafanyaje sasa kama vijana wa Kiislamu? Au tunaiacha tunaona watu wamepotea, lakini tunafanyaje? Tunawasaidia. Lakini kitu kingine pia kuwa mkweli. Swala moja zito sana kwenye urafiki. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za rafiki mwema lazima awe na sifa ya ukweli. Leo hii hatutegemei rafiki aje hapa anakuambia bwana tutolee uongo ambao labda haupo kwenye urafiki, lakini mtu anakuja anakuambia bwana pale chini unapopaona sasa hivi bwana kuna ajali moja imetokea, sio ya kawaida, watu wamepatika vipande watu kama 2000 hivi. Sasa unajiuliza rafiki unanipa taarifa kama hiyo ili mimi nifanyaje? Na wewe unachukua labda unanipa taarifa hiyo na mimi niisambaze. Kwa hiyo si rafiki anayesema ukweli. Lakini pengine anaweza akawa anatafuta kuchonganisha, anatoa taarifa ya huku ambayo sio ya kweli, anaenda kupeleka huku. Kwa rafiki kama huyo anakuwa hana sifa za rafiki mwema. Kwa kuna rafiki mwema, lakini kuna rafiki aliyekuwa nani? Aliyekuwa ni mzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia wakati unachagua hawa marafiki, lakini pia wewe mwenyewe wakati unachagua rafiki, wewe una sifa gani za huyo rafiki. Lakini pengine mtu unaweza kuwa huna haja ya urafiki. Kuna mtu unaweza kukuta mpaka leo hii yupo lakini ana rundo la marafiki. Sasa hivi akuitia bwana na marafiki takriban 30 20. Sasa kuna machawa wengine. Sasa hatusemei machawa. Kwa tunaongelea marafiki. Sasa wengine
unajikuta sasa wewe sasa hivi una majukumu ya masomo, una majukumu mengine ya kufanya, labda ndo na shughuli, lakini bado una rundo la marafiki, na kila weekend unataka kukutane nalo, na kila siku na tukio fulani basi uko nalo. Hapana. Kwa hiyo unaweka pia limit ya idadi ya marafiki. Ukiwa na marafiki wawili, rafiki mmoja inatosha sana, lakini sio kwamba umekusanya rundo la marafiki na wote unaona marafiki zako wa karibu. Hiyo tulivyokuwa watoto wadogo, una ile kwamba wewe sikio ndo una mpira, una chandimu chako, kwa hiyo una msururu wa watu bwana, ukiamua ukiitwa nyumbani unaondoka na mpira wako na mechi imeisha hapo. Kwa hiyo sasa hivi sio zama hizo, unaangalia ni nani atanifaa na ni nani ambaye tunaendana. Leo hii ukikuta mtu bwana, utashtuka kidogo, unajiuliza wewe ni kijana, labda leo hii tunasema Ali labda hujaoa, alafu tunakukuta bwana rafiki zako ni watu wenye wake wawili, watatu, wanne. Sasa wewe bado hujaoa. Sasa tunajiuliza rafiki umekaa vipi hapa? Sawa. Kwa lakini tunategemea labda yule ni mlezi wake, ni shekhi wake, ni mshauri wake, lakini sio urafiki. Kwa hiyo yako hayo pia ya kuzingatia kwenye urafiki. Ni rafiki wa aina gani? Je, anaendana na wewe? Sawa, kwa sababu leo hii unaweza ukachukua rafiki ambaye hamuendani kabisa. Sasa ni mawili, either wewe ni moja, wewe unataka umuathiri yeye au je umejiandaa wewe kuathirika na yeye. Kwa hili kwenye urafiki pia lipo ambalo jambo inabidi wafanye, watu waliangalie sana mipaka katika kuweka urafiki ule ambao uko na rafiki yako. Sawa. Tunazingatia nini kuweka mipaka? Bwana mimi na wewe ni marafiki, ila kuna kitu hiki na hiki hapa tusiingiliane hapa na hapa. Nikae. Kama tulivyosema marafiki wako wa takriban aina 3. Tumesema rafiki wa kimahusiano, rafiki wa karibu sana, yani wa ndani kabisa, lakini tunaye rafiki wa karibu ambao ni rafiki ambao unamwamini sana, lakini yuko rafiki ambaye yeye ni rafiki wa kupita. Kwa hiyo wote wana nafasi zao. Tukisema yule rafiki wako wa ndani wa kimahusiano, kama ni mke wako, maana yake kwa wale ambao wameoa, hautegemei kwamba kuna kitu chochote ambacho utamficha. Kwa asilimia, haziwezi kuwa 100, lakini ni asilimia nyingi sana, 90 na zaidi, kwamba una hakika kwamba huyu ya kwangu yote anafanyaje, anayafahamu na anayajua. Kwamba leo hii hata ukiacha 10,000 pale ukakuta mke wako ameitumia, uwazi sana. Lakini leo hii kama una rafiki wako wa karibu sana, yanapokuja katika baadhi ya maeneo lazima kuwe na kikomo. Mfano, katika mazoea, leo hii ni rafiki yako, kuna baadhi ya maeneo mnakubaliana hapana, mimi pamoja na kuzoeana kote, inapofika kwenye suala la kazini kwangu usiweke mazoea yoyote. Inapofika kwenye masuala labda kwenye kazi, kwenye shughuli zangu zile, usiweke mazoea yoyote. Kwa hiyo ni ile mtu kujitambua yeye, lakini kumtambua rafiki yake. Kuna baadhi ya marafiki wao hawana ile kuingilia sana majambo ya watu, anaweza kawa anajiwekea mipaka, kujua bwana huyu rafiki yangu yeye ameoa, mimi kwake bwana pale nikifika bwana shemeji za saizi imetosha. Lakini ndio ile na shemeji na amempa mkono na amekaa piga, sio unasema hako hapana. Shemeji unamwita mke shemeji. Au labda ndio amefika dukani kwako, ni rafiki yako, lakini akifika dukani pale kama kuna Pepsi amefungua, ametoa, amekunywa, sasa hajalipa, lakini unamwambia bwana hiyo 600 hiyo. Sasa lazima kuwe na mipaka, na hii inawekwa baina ya marafiki. Lakini katika urafiki huu pia leo hii tuna marafiki wengi, lakini ukimuuliza rafiki yako anakaa wapi, inaweza kani rafiki yako wa ndani wa karibu sana, lakini cha ajabu hata kwao upajui. Sio kwao hupajui, lakini hata wazazi wake pengine hawakujui. Okay, labda wazazi wako mbali, lakini hujawahi kufika kwa wazazi wake hawakujui, au humjui mtu mwingine tofauti na rafiki yake. Hili pia ni jambo ambalo naweza nikasema ni hatari, kwa sababu anapokuwa rafiki yako lazima kuna baadhi ya mambo yafanyaje, miyajue kwa undani. Leo hii ameanguka hapo, ni rafiki yako wa karibu, lakini si ajabu hata namba ya mama yake au ndugu yake wa karibu huna. Leo hii labda yeye kwao, mnaishi Dar es Salaam hapa, kwao labda ni Dodoma. Sasa umetokea msiba hapa na ndugu yako au limemkuta la kumkuta, hata namna ya kuwasiliana nyumbani kwao huna. Au labda amezidiwa ghafla hapa, anapokaa labda hupajui. Achana kwamba labda alihama, ulikuwa unapajua zamani, lakini hupajui. Kwa hiyo unapokuwa na urafiki, kuna baadhi ya mambo tunamruhusu mtu aingie, ni pamoja na kujua baadhi ya maeneo. Mfano, rafiki yangu mimi anakaa wapi, anaishi wapi, wazazi wake ni kina nani, lakini pengine kutaka kumfahamisha undani wake au undani wako, kwamba bwana mimi pamoja na urafiki wetu, bwana mimi ni mgonjwa wa kitu fulani. Kesho na kesho kutwa inaweza ikatokea hili, jitahidi kunisaidia. Au mimi ni rafiki yako, lakini bwana ninapokuja na changamoto hii 1 2 3, labda na changamoto ya kifedha, kwa hiyo jitahidi kunisaidia. Lakini eneo la muhimu lingine la kuweka mipaka ni suala zima la kifedha kwenye urafiki. Tumekuja kuona marafiki au urafiki wingi umekuwa ukitokea
sintofahamu au rafiki kufa kabisa yanapokuja masala mazima ya kifedha. Leo hii una rafiki yako umemwamini, bwana ana shida na 500,000 hapa, naenda kufanya jambo unalifahamu kabisa, lakini unajiuliza rafiki yangu mbona miezi 2 imepita, 3, 5, sasa hii pesa nilikukopesha nilikupatia, sasa haya tunakutana nayo kwenye kila siku, bwana nirejeshe hiyo pesa na shida nayo mimi, sikukupatia nilifanyaje? Kwa hiyo muhimu sana kama unapokuwa na rafiki, kuna baadhi ya mambo mwekane wazi, bwana hii pesa nimekupa kwa kukuazima au nimekupa bure kama rafiki yangu. Unaweza kana rafiki yako umejaliwa. Leo hii tunaona marafiki wanapongezana, anamnunulia rafiki yake gari. Sasa sijui hali wewe rafiki yako kama umewahi kumpa zawadi yoyote kubwa ile. Kwa hiyo wengine anaweza kusema bwana mimi na dada yangu bwana, japo jaoa njoo kwa dada yangu, umeona? Sasa huyo ndo rafiki. Kwa hiyo wako marafiki wa aina hiyo, kwa ule ukaribu na unasema bwana huu rafiki bwana ulikuwa rafiki yangu, sasa hivi unakuwa shemeji yangu. Kwa mnaukuza ule urafiki. Lakini wengine wanadai kwenye urafiki bwana, urafiki wa kawaida unakufa, maana yake unaenda kwenye urafiki wa kibiashara, maana yake wewe ni mfanyabiashara mwenzangu. Leo hii tunafungua kampuni, lakini mimi na wewe wote ni wamiliki wa ile kampuni, tunamiliki share. Urafiki pia kama huo. Kwa hiyo ni masala mazima ya kufanyaje. Leo hii unajua tukiachana urafiki, tuchukulie kwenye kisa cha Nabii Musa na ndugu yake Harun. Sasa alipotakiwa yeye kuwa nabii, alimuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nijalie Harun pia naye awe nabii. Kwa kuna urafiki kama huo. Leo hii bwana umeajiriwa sehemu fulani, unasema kuna mtu fulani akija hapa na hakika tutapiga kazi vizuri sana. Mimi baadhi ya marafiki zangu walikuwa wanafahamu inapotokea kuna shughuli za kujitolea, tunajua zinaweza zikawa zinalipa au hazilipi. Muda mwingine kama zinalipa tunashtuana, kuna camp sehemu fulani inabidi twende. Kwa hiyo tunashtuana, bwana kama una muda twende kwenye hii camp, tuna hakika hatutoki hivi patupu. Kwa hiyo ni baadhi ya urafiki ambao tunajua unakuwa na faida pia. Sawa. Vijana sisi wote katika kutafuta marafiki wema pale, sasa nataka bwana huyu nimchague rafiki yangu huyu awe niwe naye ambaye atanishawishi vitu vizuri. Pale sisi kama vijana kuna changamoto ambazo tunazipitia. Changamoto gani ambazo wewe unadhani tunapitia wakati wa kutaka kuchagua marafiki wema? Bwana huyu rafiki ni mweke kundi gani? Mweke katika wale kwa wema au ni mweke katika wale kwa wabaya? Sasa moja ni wapi kwanza tunapata hawa marafiki? Kwa sababu jambo lingine leo hii mtu huwezi kukaa nyumbani kwenu au kakaa tu peke yako hivi ukategemea hapa rafiki mimi atanifuata. Ni ngumu sana. Kwa hiyo moja, unawapata wapi marafiki? Kwa hiyo wanasema marafiki pia wanapatikana katika kujichanganya au katika makundi tofauti. Leo hii ukiwa msikitini pale ukasema bwana mimi kila siku naingia hapa kusali, labda nafanya jambo 2 3, kuna watu utaanza kuzoeana nao taratibu. Leo hii kuna kongamano au kuna mafunzo sehemu fulani yanatolewa, baada ya labda muda wa chai au chakula pale unaona kuna sura 2 3. Sasa usiwe bubu kwamba bwana, atuseme kwamba mabubu hawana marafiki hapa, lakini usiwe kwamba umejitenga peke yako. Wewe umeingia nataka kusikiliza semina, nikimaliza nimeondoka basi. Lakini nimeingia pale, baada ya kuingia kuna mtu nikamuona, bwana hivi katika uliongea kitu fulani pale, unaanza mawasiliano ya hivyo taratibu. Tubadilishane namba. Kesho na kishokuta mtu anakushtua, bwana sehemu fulani kuna jambo fulani. Urafiki unaanza taratibu. Kwa hiyo kwenye matukio kama haya yoyote yale, yanaweza kuwa ni matukio ya kijamii. Leo hii wako marafiki ambao sisi tumejuana nao kupitia kwenye harusi. Mmefika kwenye harusi pale, hakuna mwenyeji, labda mmewakuta wenyeji pale, lakini na nyoka kujikuta, bwana ngoja tusaidie huko, ulikuwa na mtu fulani, ngoja tusaidie. Kwa rafiki yake, rafiki ule uko namtambua wewe, naye ana mtu wake wa karibu, ndio mnajikuta tayari urafiki unaendelea kukua. Lakini pia kwenye michezo, mimi ni wa michezo, lakini marafiki wengi pia ninao. Kitukuta kwenye uwanja wetu wa michezo, basi nimepata marafiki wengi kule. Kuna wengine wazuri, miaka inaenda sasa hivi takriban miaka 10, ni marafiki ambao tupo nao kwenye kwenye michezo. Kwa hiyo kujishughulisha na masuala yote ambayo yanakuwa yakihusisha watu tofauti. Kwa hiyo tunapokuwa huko kwenye hayo makundi, ndipo tunaweza kuchagua ni nani sasa hapa naweza nikamchukua kama rafiki yangu. Lakini pengine mambo hutokea bila mtu kutarajia. Leo hii tunajihusisha, kwa mfano labda naweza nikatolea mfano. Mimi wakati naingia kwenye mchezo wa karate, tulifanya mafunzo yetu ya mwanzo, watu tulioanza wote takriban watu 51, tukabaki watu 6. Lakini katika wote 6 pia sikupata mtu aliendelea kuwa rafiki yangu. Baada ya kujiendeleza pia tukaona bwana kuna wale watu ambao tuliona bado wanapenda huo mchezo, na tukawa tunakutana mara kwa mara. Kile kitendo cha sisi kuwasiliana, twende mazoezini, basi kikatusaidia sisi kutengeza urafiki wetu.
Na leo hii kama tunajua kuna mchezo unatakiwa sehemu fulani, anajua kwamba nikienda kwenye tukio kama fulani hayupo, kuna jambo litafanyaje, litakwama, lakini yani nitashindwa kulitekeleza vizuri kama fulani hayupo. Kwa hiyo kupitia kujichanganya na watu ndipo taratibu unaenda unatambua fulani anaweza kawa rafiki yangu. Leo hii ni ngumu sana ukafika ofisi za Africa TV2 kwenye studio zetu hapa, ukasema naenda, yani hakuna unayemjua yoyote, unasema nataka nitafute rafiki pale. Sasa kila mtu atakusema sikujui unatokea wapi, lakini mazoea yako kadri unapofika Africa TV2 kwenye studio zetu, au ukasema unaingia ofisi za tamsia pale mara kwa mara, leo hii utamkuta fulani, utaona huyu bwana anaingilika, huyu hapana, huyu tunaendana, huyu hatuendani. Kwa taratibu muda unavyozidi kusogea unasema fulani mimi anaweza kuwa rafiki yangu, na taratibu unaanza mazoea naye. Lakini urafiki huu pia unatokana na mazoea, kwa sababu leo hii ni namna gani unakutana au mnawasiliana na huyo mtu. Sasa kama hauna kitu cha kuongea naye, ni mfano leo hii unaenda kukutana na mtu, yeye huyu anapenda michezo, huyu anapenda kusoma. Sasa ni ngumu sana watu kwa nini kwa marafiki. Leo hii huyu ni mwanamichezo, huyu ni mwanataaluma. Lakini kama nyote ni wanamichezo, leo hii tunajua bwana kuna mechi zinaendelea za kufuzu kombe la dunia. Kwa unajua mkikaa pale ukimueleza bwana leo hii kuna timu fulani inacheza na timu fulani, kumbe sio, unaona mtu kumbe ndio kumbe kuna mechi. Lakini kama ukifika na mtu anakuambia bwana kweli ile mechi inacheza saa fulani muda fulani, wachezaji mechi ya mwisho ilikuwa hivi, unajua huyu bwana tunafanyaje, tunaendana. Kwa hiyo mjadala unaanzia hapa. Lakini ukikutana na mtu wa taaluma, mkianza kuzungumza taaluma, mfano watu ni wa afya, mnasema bwana kuna kesi alikuja nayo mgonjwa hospitali, ile kesi ilitusumbua, naye anakuambia tumewahi kukutana na kesi kama hiyo iliwasumbua watu. Kwa mnaona tayari yale majibizano na mawasiliano, unaona kwamba ni watu ambao mnafanyaje, mnakuamiliana na mnaendana. Kwa mna uwezo wa kuendelea kufanyaje, kuzungumza na kutokea pale mkatengeneza mazoea mengine tofauti. Lakini tofauti kwamba naye rafiki yangu, lakini mara ya mwisho umeongea na huyo rafiki si ajabu hukumbuki. Mara ya mwisho umeonana na rafiki yako labda hata umeona picha yake si ajabu ufahamu. Kwa ni ngumu sana kuwa na mazingira kama hayo ambayo ni nini, ni magumu ya nini, ya urafiki. Lakini kupitia marafiki ambao tuko nao tunapata nafasi ya kutengeneza marafiki wengine zaidi. Mimi ni mmoja wa mashahidi. Mnamo mwaka 2016 kama sijasahau, 16-17 ilifanyika kambi moja ya matibabu hapa Mnazi Mmoja. Kambi hiyo ya matibabu, baada ya kufanya kipindi hicho mkuu wa mkoa akiwa Mheshimiwa Makonda, baada ya ile kambi aliwaita watu kuwapongeza nyumbani kwake. Mmoja wa mtu ni rafiki yangu mimi ambaye alikuwa ananifahamu, alikuwa kwenye miongoni mwa watu wa huduma, akaniambia twende kwa Makonda leo hii katualika. Kitendo cha mimi kwenda kule, huyo rafiki yangu aliyekuwa rafiki yangu kipindi kile si rafiki yangu sana kama walivyo wengine niliowapata kwenye tukio lile. Umeona? Kwa hiyo kupitia huyu rafiki nilipata marafiki wengine zaidi. Shukrani kwenye taasisi moja ya wataalamu wa afya ya Kiislamu Jamii Bora. Ni katika taasisi ambayo pia nimetengeneza marafiki wengi sana. Na mnaona kwamba mkikaa mnashirikiana na mnafanya mambo tofauti ambayo mnaona yana faida na tija sana kwa jamii. Leo hii hata kama kuna kempo anakuuliza bwana hauendi sehemu fulani. Leo hii kama kuna nafasi ya kazi anakushtua, hauna mtu fulani ambaye unayemjua. Lakini leo hii mtu anakuambia bwana umepata kazi au hapana? Njoo kuna sehemu fulani kuna nini? Kuna kazi. Kwa ni baadhi ya faida ambazo nilipata kutoka kwa rafiki mmoja kwenda kwa rafiki mwingine. Lakini kwa kutia nukta zaidi kwamba hawa marafiki tunaokuwa nao leo hii wanabadilika pia. Unaweza kuwa na rafiki yako ni mwema leo hii, lakini ukashangaa mbona kimemkuta kitu fulani huyu rafiki. Haikuwa hivi. Moja ya sifa kubwa sana za marafiki ni kuwasiliana na kusameheana. Mfano, leo hii Ali labda ni rafiki yangu hapa, linatokea la kutokea, tumekosana, tumeteleza. Mwanadamu ameumbiwa ghadhabu, amekasirika. Lakini ni namna gani sasa unadumisha mawasiliano naye? Mzungumza naye, muulize, ilikuwaje ukanifanyia jambo 1 2 3? Ali atakwambia bwana hapa niliteleza bwana, nisamehe. Lakini leo hii rafiki yako unatoka pale bwana fulani yule alinifanyia jambo moja fulani, unatia ngumu moyo wako, unautia simenti kabisa, unasema mimi simsamehi mpaka nizikwe kaburini. Sasa ni mambo ambayo kama marafiki hayo hayatakiwi. Na namna gani ya kuepusha? Ni mnafanya mawasiliano ya mara kwa mara. Fulani kama kuna jambo unaona limelikosea, tuliweke sawa. Fulani kama kuna sehemu unahisi unaweza kufanya, kaa chini zungumzeni. Leo hii ni tofauti sana kama una rafiki yako na mnakaa mnapiga story sana ikatokea mmekwazana. Kama una rafiki yako bwana hata wewe Ali huko, ukimchukua bwana rafiki yako twende tukakae mkae pale mpige story. Ni ngumu sana kukuta marafiki
mmekaa alafu mkakosa stories za kupiga kabisa. Mtatoka pale mtahamisha mada ya kwanza, mlianzia kwenye mada hii, mtakuja kukuta mmezungumza hata mada 12 katika mazungumzo yenu ya muda mfupi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia sana katika marafiki. Lakini kubwa zaidi pale marafiki wanapokosana, basi kuombana msamaha. Na msamaha kwa kuomba, lakini unaweza ukashangaa ni rafiki yako umemkosea afu unamwagiza mtu akuombee msamaha. Kulikoni? Lakini kama ni marafiki bwana, muda mwingine mnaweza mkasameheana bila hata kuombana msamaha. Yani si ajabu mlikorofishana pahala, lakini mkikaa mkazungumza, unajua yani kama hakuna kilichokuwa kimechotokea baina yenu. Sasa na shiro kwamba muda umekwenda sana, tumalizie ujumbe kwa vijana ambao wanakutazama sasa hivi na ambao wanakufuatilia sasa hivi. Ni jinsi gani ya wao wanaweza kuishi na watu ambao wamewachagua kuwa marafiki? Sawa. Naam, nukta yangu moja kubwa sana kwa vijana wenzangu, mimi kijana mwenzenu, lakini nukta moja kubwa sana ambayo ni wasisitize, rafiki wa kweli au rafiki wa mwenye uzito sana ni mke. Wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, basi watafute rafiki huyo, ni rafiki mkubwa sana na rafiki ndugu yangu Ali anacheka hapa, na mimi naye hilo amelichukua. Lakini ujumbe wangu wa pili ni namna gani tunakuwa tukiangalia hawa marafiki kila siku. Niwakaribisha sana kwenye jumuiya yetu Tamsia. Ni jumuiya ambayo ina vijana wa Kiislamu, na wote tukitegemea ukifika pale rafiki utakayempata ni waheri na ni rafiki mwema. Leo hii mimi nipo Tamsia takriban mwaka wa 7, nimepata marafiki wengi sana na wote waheri. Na jumuiya nyingine za vijana wa Kiislamu zinazokuwa jumuiya za heri, leo hii yako makundi tofauti tofauti ambayo yana watu wengi. Lakini angalia jumuiya gani au watu gani unaenda kufanya kujumuika nao katika kutafuta marafiki. Lakini la mwisho kabisa ni wasisitize, pamoja na kutafuta marafiki ambao ni waheri, lakini pia kujiepusha, kwa sababu ni mambo mawili ambayo yanaenda pamoja. Unaweza kuona mtafuta rafiki ambao ni waheri, lakini kumbe kuna mtu anakutafuta wewe akuweke katika mambo yasiokuwa nini ya heri. Kwa hiyo pale yanapokuja yasiokuwa ya heri, basi pia kufanyaje? Kujiepusha nao, lakini pia kuendelea kupupia yale ya heri. Kupitia hayo ya heri ndiko huko tunapata marafiki ambao pia wanakuwa waheri. Kwa hiyo tujitahidi sana kama vijana wa Kiislamu, lakini pia tutambue kwamba uhitaji au malengo au watu wanaokaa kuwinda sana watu watoke katika mambo yaliokuwa heri ni wengi sana, na kundi ni kubwa sana. Leo hii kiangalia matangazo ambayo yanahamasisha vijana kufanya mambo yasiokuwa ya heri ni mengi. Ukitoka tu chini hapo utakuta na matangazo ya kamari kila kona. Ukitoka ukiingia kwenye mtandao wako utakuta watu waliovaa katika ambao hawapo katika staha. Ukiingia tu kwenye daladala utasikia vipindi vya redio ambavyo havina staha. Kwa yote haya ni kuendelea kumpiga mtu tashkiri. Lakini sasa wewe ni namna gani unajiepusha? Moja ni kutambua kwamba anayetafutwa ni wewe. Kwa hiyo kama natafutwa ni namna gani nafanyaje na kujiepusha. Lakini tutenge muda wetu mwingi zaidi katika mambo ambayo tuna hakika yanakuwa na faida aidha kwetu sisi wenyewe au kwa jamii kwa ujumla. Sasa na pia urafiki wa Africa TV na Tamsia Mungu pia audumishi. Na Allahumma amin. Nimelipokea hilo la mke, nitalifanyia kazi inshallah. Asante sana mtazamaji wa Africa TV, wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kuanzia mwanzo wa hiki kipindi na wakati huu ambapo tunaelekea kutamatisha kipindi hiki. Nilikuwa na brother Abdul Hakim Abdallah ambaye ni rais wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Tanzania. Tumezungumza naye kuhusiana na umuhimu wa kuchagua marafiki wema. Mimi bwana nikwambie kwamba rafiki ni kioo, jinsi unavyomtazama ndivyo jinsi na kesho yako pia ilivyo. Shukrani sana, endelea kutazama Africa TV. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli na kufike, skuli na kufike.